It is the first time in Kenya we have seen an individual camouflaging as a Tanzanian, a Kenyan, and buying cement companies. Ati ya kwamba sasa simiti ya Kenya ile mlikuwa mnajua yote, majina yake yote, hizo kampuni imenunuliwa na mtu anajifanya ati ni wa regional investor, lakini huyo ni Mkenya mnaonaga kila siku. That is what politicizing the NSC is. Politicizing NSC ni kununua hizo kampuni za simiti, you politicize them, you come and lie to Kenyans, it's a Tanzanian, and it is you. The next thing of politicizing the NSC, ni mtu anakuja anasema ananunua media house katika hapa Kenya. Ati anasema a regional investor is buying a media house in Kenya. It's not a regional investor. That company is listed in the NSC. And the person buying the company is not a Tanzanian. It is a Kenyan. And we know you. Na sasa munataka kuhadaa wa Kenya. And I'm setting this final warning to them. Ya kwamba sasa mumemnyakua kila kitu. Mambo ya mafuta kutoka downstream to upstream. Sio wanabiashara tena, ni wanasiasa. Na munajipanga EPRA ati mtaongezea wa Kenya bei ya mafuta kesho ama kesho kutwa. Mtajua hamjui. Ati munajifanya munaongeza bei ya mafuta, munasema Iran. Before you tell us about Iran, you'll have to tell us who are the owners of the G2G companies who are fleecing Kenyans of their money. Before you tell us about Iran, tell us about the fuel levy of 7 shillings that you added in 2024. Before you tell us about Iran, muondoe hiyo fuel levy. Before you tell us about Iran, mukuje muondoe VAT ambayo mliongeza ya 8%. From there we can start listening to those Iran stories. Na mukiongeza wa Kenya bei ya mafuta, the following day I am going to tell Kenyans, you people who are involved in the oil business in Kenya, munajifanya hapa G2G na ni nyinyi. Munakuja na suti munasema tunatoa mafuta pale Turukana. Mafuta ya Turukana, mwenye anachiba anaona hii video na anajijua. Na anasema ati anataka kutumia pesa ya umma ajijengee railway ya kuendea mafuta yake yenye ni yeye anachiba. Atumie pesa ya umma kutengeneza railway, sio kusafirisha watu wa Turukana ama kufupisha safari kwa watu wa Turukana, kubebea yeye mafuta yake. We must differentiate between personal ambitions to be the wealthiest person in Africa and the aspirations of our country. We have to differentiate that. Wewe endelea na ambition yako, tajirika, lakini wacha nchi ya Kenya pia iende kwa mienendo yake. Etoiguna ni andũ aitũ. Na muthenya ũngĩ ati marauga ati ndĩraria ĩ. If the Kenyan people knew the kind of things that happen every day in our country, we can't wait for one more day. The impatience of Kenya would grow. Ya kwamba hawawezi ngojea tena. Sasa mumeona juzi last week, ukijua hawa watu wa serikali vizuri, you do not need any psychologist to tell you what they are planning. Juzi nikaona mkutano moja kule Nairobi. Ikafanyika, ilikuwa ya mambo ya accidents. Na hatutaki accidents. That's why kuna NTSA. Nikaona kiongozi moja amesimamisha waziri fulani hapo. Akamwambia waziri, kamera itahitajika Kenya. For how long itakuwa kwa barabara? Nikaona waziri amesimama amefunga hii button. Akasema 1 month sir. Kwa mtu anajua hii watu, mimi where I was and I can tell you for sure, nikajua hii ni biashara. I knew for sure hii mambo ni sarakasi. Waziri iliitwa mkutano ati ni ya kuzuia accidents za barabara. Vile niliona waziri amesimamishwa na agency ikawekwa, akaambiwa waweke cameras, sijui 1000 cameras around the country, na akapewa timeline ya 1 month. Because I know the body language, nikajua hii ni biashara inapikwa hapa ya watu kukula pesa. Leo ukiangalia gazeti ya leo
inasema wanaume wamejiweka wakule pesa ya Wakenya 42 billion shillings. Ati waweke kamera katika barabara, ati ukishikwa kama ulikuwa unataka kukanyaga mafuta, ati unalipishwa instantly kwa banki yako, pesa inakatwa. Ati ukienda kuruka bump, waone hujaruka bump vile inafaa. Ati NTSA, through ukora, through fraud called a PPP, being perpetuated by the same people claiming ati wanasimamisha watu hapo kusema kamera ziwekwe. Their company ati 42 billion shillings. Ati ukienda kuruka bump, hujaruka vizuri, unakatwa pesa kwa simu direct. Wanaita instant fines. I want to say for sure, instant fines is just another vehicle of patronage, of taking money ile imebaki kwa Wakenya, kuichukua ati kwa makosa ya barabara. There must be a limit and there must be an end to this. Na hii mambo yote inaitwa PPP. Kwanza hiyo ati wanajipea kadarasi ya 20 years. Can you imagine that? Wanaita ati PPP. Okota pesa. Ati mtu wa potapota hapa akifanya makosa barabarani, hata haulizwi na mtu, ati pesa itakuwa inakatwa kwa simu yake direct. Wakenya tutakubali hayo? Is it even possible? Joshua, athomire kiambo gitoko geithanie ndagika imwe.